Mjukuu wangu kama Janeti mara ya mwisho kumuona ulikuwa mwezi wa 12 wako likizo. Alirudi shuleni mwezi wa kwanza. Nikakaa nikaambia sogea ngoja nimuangalie. Janeti alipokuwa anaitwa kuitika akuangalia mtu. Nikaambia kwa hiyo umekuja kujaje hapa? Akasema nimekuja na mwalimu na wanafunzi wamesharudi. Tukakaa na Janeti. Muda kidogo nikawaita madokta. Nikauliza huyu mtoto tunafanyaje? Tangia jana hajajitambua, tangia jana Jumamosi mpaka Jumapili leo saa 8 hajajitambua. Madokta wakaitana kama watatu. Wakaingia kwa Janeti. Wakasema labda zile dawa ndo tubadilishe dawa au ana njaa. Wakatafuta mpira wa kumlisha chakula. Walipomaliza kuweka mpira ule ukaanza kutoa vitu kama damu kwenye kifua chake na tumbo. Hasa wale madokta wakaitana wakasema hivi ni nini? Wakamuuliza mama yake, wewe kipindi mtoto anatoka shule alifikishwa kwako, alifikishwa hospitali? Huyo akasema mimi mwanangu aliniita ameshafika hospitali. Sasa hivi vinavyotoka kwenye mpira, tumeingiza mpira wa kumulisha ukaanza kutoa uchafu. Mtoto wangu alisema hajui. Wakarudisha ule mpira vile vitu vikarudi ndani. Tukakaa wakaandika dawa madokta pale. Walipoandika wakaniita kama bibi yake kwamba chukua hii risiti ukanunue dawa hizi tumbadilishie, ununue na mpira wa kumtolea mkojo. Nikaenda nikanunua zile dawa nikazileta, nikanunua na mpira. Hali ya Janeti ilikuwa inaendelea kuwa mbaya. Janeti alikuwa ameshawekwa kwenye mashine, Janeti alikuwa anakoroma. Tukakaa hapo na madokta. Dokta akatoka akaondoka akamwachia nesi mweke mpira wa kukojolea. Nesi aliniita akasema shika huku mguu mweke mpira wa kukojolea. Nesi alipomfunua Janeti akakuta sehemu za asili amebakwa. Akasema hiki ni nini? Njoo uone wewe ni bibi yake, usimwambie mama yake kwanza atashtuka. Njoo muone huyu mtoto amekuaje. Janeti alikuwa anatoa kama uchafu sehemu za siri. Akasema hili siliweza, akafuata dokta yule aliyeandika dawa. Kipindi hicho anamfuata dokta anafika kuamsha mguu wa Janeti sehemu za siri kumwekea mpira, akasema huyu mtoto amebakwa. Wakaitana madokta kama wawili. Hapo kipindi tunamwamsha kumweka mpira Janeti alituaga. Muda kama saa 8 humo ndo Janeti alikuwa anafariki. Akaanza kutoa vitu kama damu kwenye mdomo na kwenye pua. Dokta akasema hili swala, tukampigia babaka akaleta gari na watu wa kumpeleka. Akasema hili swala siwezi kuruhusu huyu mtu atoke, hili swala limeshakuwa la serikali. Alipomgeuza huko nyuma akasema na penyewe amebakwa. Akasema msitoe hii maiti mpaka mpige simu kituoni. Sasa babake na mtoto akatafuta pikipiki ndo akaenda kituoni. Alipoenda kituoni wakamwambia muda umeenda tutakuja kesho. Wakamfunikia hapo Janeti. Hawakumpeleka hata mochwali. Wakasema mpaka atoke hapo amepimwa. Tukarara wakamfungia chumbani. Tukarara. Hiki kitendo hata mimi mwenyewe kama dokta kimeniogopesha. Huyu mtoto anasoma anarudi nyumbani au anakaa shuleni? Nikasema huyu mtoto ana miaka 3. Yuko Tumsimwe ndo anakosomea. Na maiti mpaka mpige simu kituoni. Sasa babake na mtoto akatafuta pikipiki ndo akaenda kituoni. Alipoenda kituoni wakamwambia muda umeenda tutakuja kesho. Wakamfunikia hapo Janeti. Hawakumpeleka hata mochwali. Wakasema mpaka atoke hapo amepimwa. Tukarara wakamfungia chumbani. Tukarara. Dokta alituita kabla haijafika usiku hapo, wamesema maaskari watakuja kesho. Akasema hivi, hiki kitendo hata mimi mwenyewe kama dokta kimeniogopesha. Huyu mtoto anasoma anarudi nyumbani au anakaa shuleni? Nikasema huyu mtoto ana miaka 3. Yuko Tumsimwe ndo anakosomea. Na sisi hiki ulichokiona kimetuchanganya kwa sababu yule mtoto kifika pale getini
mpaka jieleze, na anaingia mtu aliyeandikwa kipindi anampeleka shule mtoto ndo anayetakiwa kumuona. Hawezi kwenda mtu hivi hivi hata kama ana shida kwenda kumuona. Daktari akasema huyu mtoto wenu amebakwa na vilivyotoka kifuani hatukuvielewa. Akasema unaona makovu kwenye mkono alivyokuwa nakandamizwa, unaona makovu kwenye sehemu zake za asili. Hiki kitendo hata mimi mwenyewe kama daktari kimeniogopesha. Huyu mtoto anasoma anarudi nyumbani au anakaa shuleni? Nikasema huyu mtoto ana miaka 3. Yuko Tumsimwe ndo anakosomea. Na sisi maiti mpaka mpige simu kituoni. Sasa babake na mtoto akatafuta pikipiki ndo akaenda kituoni. Alipoenda kituoni wakamwambia muda umeenda, tutakuja kesho. Wakamfunikia hapo hapo Janeti. Hawakumpeleka hata mochwali. Wakasema mpaka atoke hapo amepimwa. Tukarara, wakamfungia chumbani. Tukarara. Daktari alituita kabla haijafika usiku hapo, wamesema maaskari watakuja kesho. Akasema hivi, hiki kitendo hata mimi mwenyewe kama daktari kimeniogopesha. Huyu mtoto anasoma anarudi nyumbani au anakaa shuleni? Nikasema huyu mtoto ana miaka 3. Yuko Tumsimwe ndo anakosomea. Na sisi hiki ulichokiona kimetuchanganya, kwa sababu yule mtoto kifika pale getini mpaka jieleze, na anaingia mtu aliyeandikwa kipindi anampeleka shule mtoto ndo anayetakiwa kumuona. Hawezi kwenda mtu hivi hivi hata kama ana shida kwenda kumuona. Daktari akasema huyu mtoto wenu amebakwa na vilivyotoka kifuani hatukuvielewa. Akasema unaona makovu kwenye mkono alivyokuwa nakandamizwa, unaona makovu kwenye sehemu zake za asili.